2014. 2014 nimekuwa nimeenda kwenye concert. Nimekuwa naishi Nyakabiga kwenye wananjua. Nimekuwa naishi Nyakabiga ya pili kwa Mama Tania. Nimekuwa naishi na Mkombozi na wakina Elise Boy na wengine washikaji wengi tu. Nilipokwenda konseri sijaanza kuimba, nikaona message inaingia ndani ya simu. Message inasema huyo mtoto unajivunia sio wa kwako, ni wa mdogo wako. Nilipoona message nikashtuka, na mwenye amekuwa ameituma amekuwa mwenye wanasema ni mzazi mwenzangu. Kutizama ile message nikamwambia mke wangu, naona hii message. Akanambia achana na hivyo vitu kwanza, fanya kazi ya watu nikuleta. Ikanibidi mimi nipambane kwanza na kazi na maisha. Nikamaliza kufanya hiyo kazi, ikabidi tuteremke tuje Bujumbura. Tulipoteremka tunarudia Bujumbura, tukafikia nyumbani. Mkombozi amekuwa iko pale. Nikamuita, kaka vipi, safi, mambo poa? Nikamwambia, unaona hii message yenye dada yako ameniandikia? Hivi kweli unaona kweli hii message ni message nzuri? Mkombozi akatizama ile message, akanambia, kaka, hii message inafaa utafute watu wazima, watu wakubwa, alafu mtafute na mwanamke, muikae chini, haya mambo muyamalize mapema, sababu haya mambo mimi ananitia oga. Nikamsikiliza ndugu yangu gisi alivyoniambia, nikawasha gari. Nilipowasha gari nikaenda kwa mamake na Shanela, Mungu amweke mahali pema, pasa amekuwa kingali mzima, amekuwa jafu. Nilipofika kwa mamake na Shanela nikamuonesha ile message, nikamwambia, unaona venye mtoto wako kaandika? Mamake akashanga, akasema, uyu mwana yarozwe change yasaze mu mutwe habayiki. Nikaisege kumfafanulia, unajua ni mzazi na yeye, ili akomprendre. Akanambia, we genda, jenda vugana nawe. Mimi nikatoka, nikaondoka, nikarudia nyumbani. Nilipofika nyumbani, mke wangu akanambia, umeshaenda kwa baba yako? Nikamwambia, nimekuwa nimesahau kwenda kwa baba. Nikaenda kwa baba. Nilipofika kwa mzazi wangu, pia amekuwa kingali mzima, Mungu amweke mahali pema, ameshafariki. Mzazi wangu nikamuonesha ile message ya kusema kama message inasema huyo mtoto mwenye unangangania sio wa kwako, ni wa mdogo wako. Baba ile message akaitizama. Baba roho ikamuuma. Akanambia, mwanamke ana akili nzuri, anataka kuwachonganisha watoto zangu, usimsikii. Mimi nikavumilia, japokuwa message nikaonesha wa ndugu zangu wa moja, nikakaa kimya, sikutaka kusambaza hayo maneno. Nikapitia na marafiki wake wengine, nikawaambia parmi wa rafiki zake wa huyo Shanela. Niliporudia nyumbani nikaikaa kimya, nikasema haya ni mambo ya kawaida, acha nipotezee tu. Titi pakapita muda uliopita, Mkombozi akaniita kama siku 2-3 hivi. Pako watu wananitafuta, wametoka Rwanda, wamekuwa wako pale Kuribabe. Mimi karibidi niende pale Kuribabe na mke wangu. Tulipokwenda, tukingali tunaparkingia tu gari tu, tukasikia rafiki yake ya Shanela anamchokoza madami, eti njoo tusalimie, njoo msalimie bi mkubwa. Hata unafanya hivyo, bi mkubwa ni huyu. Kabidi tu relax kwanza. Akarudia mara pili akasema, Loliane, wewe ndo niko naambia njoo msalimie bi mkubwa wako. Bi mkubwa ni nani? Shanela. Amekuwa amekana huyo Chloe na wengine mwanaume, bwana Chloe wako anakunywa pombe. Sisi tukawa kama vile tumepuuzia, lakini neno lenye Shanela amesema ndio limenifanya mimi niende kule. Shanela akasema, achana na hao wapedei. Aliponambia tuachane na hao wapedei, roho ikaniuma. Ikanibidi niende paka kwa Shanela. Nikamwambia Shanela, kwa nini mnanitukana hili? Mimi hata kama mimi unitukane, mimi unafikiri kama zamani hivi? Mimi nimeshaka kuwa na mimi na nguvu, nishanene. Nikamweka kofi kwanza, akili zirudie. Nikaona kama vile amelewa vile, nikampiga. Najua sikawi yake, akataka kuleta fujo, kuingia tena, akaingia chini ya meza. Nikamtoa, nikamuongeza makofi, nikamfuata na makofi mpaka kule chini ya meza, nikamnyangua na meza, nikatupa pembeni. Ule bwana amekuwa pamoja naye akataka kuingia, nikamziwia, nikamwambia nitakuumiza sasa hivi. Kuona kama ameshindwa kwangu, akataka afate kwenda kumpiga mke wangu. Mimi ndio nikamfuata sasa ule jamaa na ule Chloe, wakataka watu watake wote. Ikabidi Mkombozi akaja na wale wa jamaa wakaja kutuamua.
Imekuwa 2014 narudia kusema, ndipo aliponiandikia hiyo mesaje ya kusema kama mtoto sio wangu, mtoto ni wa mdogo wangu. Niko najifundishia mtoto mwenye sio wangu. Niko na preve hapa mbele. Kwanza ya yote namuomba msamaha Mkombozi kuona nimechukua hii audio nimewatilia watu wasikie bila ruhusa yake, kwa sababu Mkombozi ni mtu mkweli. Utanisamehe kaka Mkombozi. Inakuaje brother? Bana mimi nilikuwa nasema hivi, uko unaona vitu vya dada yako iko naandika. Dada yako mimi anasema kama mimi ndio nimekuaga wa kwanza kukataa mtoto. Unakumbuka message niliyokuonesha natoka Bilimani? Tunaishi kwa Mama Tania. Gisi ameniandikia kama mimi ndo eti unakumbuka vyote? Eti mtoto sio wangu. Mtoto wa mdogo wangu. Unakumbuka hiyo message? Afu unakumbuka siku apre pambamesha pita kama ni inga 2 kama ni 3 tukakutaniana kulibabe, umeniita nende nikaonane na wanani wa journaliste wa Rwanda. Unakumbuka hicho kipindi? Amekuwa amekaa yeye na Chloe na bwana Chloe. Unakumbuka hicho kipindi? Akanambia mimi niko PD, mimi siwezi kuzaa mtoto kama ule. Unavikumbuka Mkombozi? Mimi nikakasirika nikampiga. Wabona ule bwana wake Chloe akataka kumpiga Loriane wachangania. Unakumbuka? Wote wakasimama ikawa fujo pale tukataka kupiga. Sijui kama unakumbuka hilo vitu. Sasa huyu mtu kweli kwenda kuongea vitu ya uongo vya vile. Anataka kweli matatizo, anataka watu wamvulie masiri. Baadaye waseme kama tuko watoto wabaya. Sasa hasta mtu mwenye amesha kuvulia adabu vile anasema vitu ya uongo. Unaona kweli kuna mtu hapo tena? Iwe yote jutu ya mfaranga mwenye wanataka kumuoesha huyo mtoto, afu ndo wako wananitukana mimi, wananionyesha kama mimi sifai. Bana, mimi najua wewe usemaji uongo Mkombozi, uko mtu unasemaga ukweli. Mtu wote mtakuuliza histoire. Mimi nimeshaongea hata kuma rezo sosio kama unakumbuka, hivyo vitu vyote unavijua. Bana ndugu yangu, wallahi unisaidiage, uambie watu ukweli, kwa sababu iko asema vitu ya uongo sio vizuri. Unasema nikutumie kitu? Sawa, mimi nakutumia kaka. Kama gisi mnavyosikia Mkombozi anaongea, nimemuuliza hivyo vitu vyote, umesikia anakataa, sababu Mkombozi ni mtu mkweli, hasemagi uongo. Anasema kama mimi nimemkataa mtoto 2020, ndio nimekataa mtoto sio wangu. Japokuwa yeye amekuwa ameshaniandikia message tokea 2014. Sasa 2014 na mtoto amekuwa anaishi kwangu. Na mimi sikufanya fujo hata moja, nimekaa zangu kimya nikaendelea na lea mtoto wangu. Alipoona hivyo kama mimi nimekaa kimya na nimekacha na ume, sikutaka kufuatilia na maneno yake ya kijinga, akaanza kuwa anamwingia mtoto mkichwa na maneno mengi. Mtoto akienda kule kwa baba yangu wanamtia maneno mtoto, au nakutana amemchukua ameenda naye. Nikasema hivi vitu hivi inafaa viishe. Akaanza kusema kwa television online. Miaka 3 tu haijaisha, amefanya media tu, ametembea television zote online. Anaenda anasema kama mtoto iko na baba yake. Kwa juu mwenye anajua mtoto ni wanani ni mama, ndugu sana sema. Mimi nikawa navichukulia tu poa, kwa sababu namjua kama hana akili nzuri, na mambo anaongelea yenye mtu wowote ule akiasikia, akifuata ukweli, anaona kama kuna kitu kinakosa moyo mtu. Aliposema mimi mtoto sio wangu kuma TV online, mimi nimekuwa nachukulia poa na nadanganya. Kuna sana vitia mtaani nasema mimi sikuzaaga na Shani Queen, nimezaa na Chanela. Inakuwa vitu inakuwa vimefupaa hivyo, vinafubaa, vinakaa kimya. Sasa mimi nilipoendelea nalea mtoto wangu, mtoto akawa anaenda kutembea kule, maneno yakawa mengi, wakamchukua kabidi wamtie politike mtoto aende kuishi kwa mama mdogo. Kwenda kuishi kwa mama mdogo ni aje?
Babangu alipofariki 2020, kilioni, baba akazikwa kila kitu. Apre kuzikwa, mtoto nikataka nimchukue mtoto wangu nirekipere mtoto wangu juu si wote tunajua tuko Waislamu, kilio tunaendaga kulala kilioni kwa mzee. Mtoto wakamnyima. Unaona mtoto abaki hapa ndo atapewa edukasyon nzuri, hapa ndo hivi. Wewe nani anasema hivyo? Mke wa babangu. Mimi sijui komplo zao za wako wanafanya huko. Mimi nikaka zangu kimya. Nikasikiliza familia jinsi nasema. Nikasema hivi familia wote wameshasema hivi. Wa ndugu zangu, wa dada zangu. Nikasema acha niache nisifosi. Nikaacha mtoto pale kwa babangu. Unajua katika familia mzazi mkubwa akishakufa kuna ugomvi unakuaga katika watoto, katika wamama, panakuwa vitu vya roho mbaya. Sasa mimi sikuwa napenda hivyo vitu. Mambo nilikuwa naona yote nilikuwa navumilia, lakini nikawa najikausha, sitaki huyo ugomvi. Nikajiepusha nao, nikamaliza kama muda sifiki pale nyumbani. Kuacha kuwa nafika pale nyumbani, kumbe ndo gisi wanaenda wanamtia mtoto vilisi mkichwa. Kila siku wanamuongezea maneno, kila siku wanamweka vitu. Mimi nikaona nikakaa kimya tu. Nikimwona mtoto naona ananipita bila kunisalimia barabara tu. Nikimwona mtoto tunakutana naye marestora kuna wanaume, hanisemeshi. Naogopa hata kusema, naona tapigwa. Shahidi yangu nani? Amiri Pro. Tumekaa tunakula mrestora, mtoto wangu kuna wanaume wako pale wako nakula. Akanambia si mtoto wako huyu? Nikamwambia ndio. Akanambia ni hatari kubwa sana, haiwezekani aikai pale bila kusalimiana kwa babake. Tukikutania penaenda kuchukua masinema, yeye na mama yake wanakuja wanasalimia watu wote, wanaongea na watu wote. Mimi nazarawika, nakaa kimya, wanisemeshi, najikaza tu kama mzazi. Tukikutania maklabu huko, ameenda maklabu mamalibu usiku, masaa 6 usiku nini, nakaa kimya juu sina nitakuja kufanya jambo la ajabu, kupigana au kumpiga mwanaume kwa pamoja, nije kuingia kufungwa bure. Nikiwa kwenye makonseri tumefanya mastade usiku saa 6, saa 7, 8, saa 9, naona Chanel anamleta mtoto kwenye hayo makonseri. Maanake mtoto anakuwa haiko stable, mtoto anafanya rinyanataka. Mara kwa mama yake anamaliza miezi 5, 6, mwaka, mara kwa bibi yake. Yani hakuna ile edukasyon jenye mimi nilikuwa nampa mtoto wangu, nataka mtoto wangu awe nayo. Mtanisamee kungevu. Sasa yeye amesema mimi mtoto toka 2020 mpaka 2026 sijaongea naye, sina relation naye, lakini ni uongo huyo wote. Chanel akaanza kuweka ile manani ku reseaux sociaux. Alipoanza kuweka vile vitu kwa reseaux sociaux, mtoto akaviona, akanipigia simu. Hiyo siku nimekuwa nimeenda kufanya kipindi. Sasa nilipofika pale kusource dinili kufanya kipindi, pembeni yake pamekuwa biro ya shahidi wangu. Huyo shahidi wangu anaitwa Nelly Nati. Mtoto kwa ananipigia simtiki, ananiandikia message simwitiki. Njoo amekuwa ameshaandika message nyingi sana, najikausha. Akanipigia direct. Aliponipigia direct nikaitika simu. Akanambia baba, mimi nataka tuonane, kuna vitu nataka tuongee. Nelly Nati akanikosea, unajua ni kama sister wangu. Akanambia nakuomba Lolilo kwenda kumsikia huyo mtoto, ujue kuna tatizo gani, labda anaweza kuwa amepata matatizo. Nikamwambia acha mimi niende nikamsikiliza, hakuna shida. Nilipokwenda kumsikiliza mtoto akanambia hivi vitu vya mama iko anafanya kwa reseaux sociaux unaviona? Nikamwambia na mimi naviona hivyo hivyo. Akanambia mimi sinipendi msimamishe. Nikamwambia mimi sijasema kitu, sijakukataa mimi. Akanambia hivi mimi nashindwa hata kwenda kwa masomo kwa sababu ya mama yangu venye iko anasema kwenye kwa reseaux sociaux. Wenzangu watanicheka, wataniona kama sina wazazi. Nikamwambia mimi sijafanya kosa, sijakakukana mimi kwa reseaux sociaux. Mimi mpaka leo niko nasema kama mimi wewe ni mtoto wangu mimi. Hapo tuko pamoja naye 2023. Wapi? Tuko pamoja, naenda kumchukua, tuko fasi moja panaitwa kuna Piroge. Tulipoikaa naye pale akaanza kunambia hayo mambo ya mama yake anasema kwenye Facebook wapi hayataki tena. Nikamwambia sio mwambie wewe. Tena akanambia tokea leo mimi nataka hivi vitu vionekane kama ni vya uongo. Tokea leo nataka uone nibeba kwa masomo na gari wewe mwenyewe kama jinsi unabeba wadogo zangu. Nikamwambia hakuna tatizo, nitakubeba kwa masomo na nitakuwa nakuja kukuchukua ukimaliza kusoma. Akanambia kwanza nataka ukaniombee